Mpendwa wangu, napenda tutazame jinsi ambavyo wana wa Israeli walipokuwa katika mateka. Wamekuwa na shida mbalimbali, wamekuwa na hali ya kutokuwa katika usawa, wameteseka katika utumwa wakati ule ambao tunakumbuka wakiwa katika kifungo. Lakini wakati ulipofika, shangwe ilikuja kwao baada ya kutoka kule utumwani. Katika Zaburi ile ya 126 Bwana anawarejeza wana wa Israeli katika utumwa. Mpendwa wangu, najua inawezekana kuna wakati ambao umepitia magumu, umepitia shida, ukaona hapa pengine sitaweza kufanikiwa. Kuna wengine wamefikia hatua mbaya kabisa ya kuona kwamba mimi siwezi. Nataka nikwambie leo, Bwana anasema yeye atakuita leo, utapata shangwe kwake. Alipowatoa wana wa Israeli, ndivyo ambavyo walimshangilia katika Zaburi hii, kwamba yeye ametutoa katika utumwa tuliokuwa nao, na leo Bwana anakutoa katika vifungo ulivyokuwa navyo. Inawezekana ulifungwa katika uchumi wako, Bwana anaenda kuufungua uchumi wako. Inawezekana umefungwa katika mambo mbalimbali, huenda katika kufanikiwa masomo yako mwaka huu, ukaona kwamba mimi labda niko nyuma kimasomo. Nataka nikwambie, Mungu anaenda kufungua masomo yako. Ukweli kwamba Mungu yeye anatazama jinsi ambavyo umejiandaa. Kwa hiyo Mungu wetu ambaye ni mwaminifu, mwaka huu uwe mwanafunzi, anakwenda kukufungulia masomo yako. Unaenda kubarikiwa, unaenda kufanikiwa, unaenda kufaulu. Nataka nikwambie kabisa kwamba mwaka huu utafaulu. Usiwe na wasiwasi, lakini fuata tu yale maelekezo ambayo walimu wako wanakupa na taratibu zako, ukimtegemea Mungu kwamba yeye ndiye atakaye kufanikisha. Usiogope kama kuna wakati ulifeli, huu hautafeli tena. Ni wakati wako wa kubarikiwa. Mpendwa, nataka nikwambie, hofu mara nyingi ndiyo ambayo inatufanya sisi tushindwe, lakini tunapoiondoa hofu ndani yetu, tunapata ushindi wa kufanikiwa. Hebu jawa na ujasiri ndani yako kwamba mimi ninaweza, kama wana wa Israeli walipoteseka, lakini mwisho wake Mungu akawavuta na kuwarejeza katika kufurahia uzima ambao Bwana aliwapa na mafanikio tele. Mpendwa, usije ukakata tamaa hata kidogo, kwa sababu Mungu wetu yeye ndiye mwema. Yeye ndiye baba yetu. Anaangalia, yeye ni baba wa yatima, yeye ni baba wa wajane. Inawezekana ukafika mahali ukasema mimi niko peke yangu, umeachwa, lakini Bwana yuko pamoja nawe. Haujaachwa, atakuwa pamoja nawe. Na yeye ndiye anakutafutia watu wa kukaa nao, ambao atakupa watu watakusaidia mawazo, watakusaidia njia ya kwenda, ambao wamejawa na nguvu ya Mungu na Roho Mtakatifu wa Mungu. Hivyo mwendee Mungu, usiwe na hofu, usiwe na wasiwasi, usiwe na woga wa namna yoyote. Bwana anaenda kukutendea. Bwana anaenda kukufanyia mambo makubwa. Mpendwa, Mungu anatupenda sana, anatujali sana. Ni wakati wako sasa kumtegemea yeye.